Kwa watoto ndio. Sasa niseme kwa ujumla kama nilivyotoa tafsiri, sehemu moja kubwa ya kugundua changamoto kwa mtoto ni performance yake shule. Hiyo ni sehemu moja kubwa. Kwa kama mtoto hana maendeleo mazuri shuleni tangu mwanzo, ana shida, anashindwa kujifunza kwa maana ya kusoma, kuandika, kuhesabu, kuanzia kwa level yote aliyopo, kama ana changamoto, maana yake hicho ni kiashiria kimoja hapo kwamba kuna changamoto ya afya ya akili. Lakini kama mtoto alikuwa anafanya vizuri alafu akaanza kushuka, kwa mimi kama mtaalamu naweza kufuatilia na nikaona hapa ndio kumeanza kuwa na mabadiliko. Kwa nikirudi nyuma kidogo natafuta kitu gani kimeleta ya mabadiliko, naweza kupata zile sababu. Kwa kama ameanza kushuka pia kielimu, lakini pia kama ana maendeleo tu mabaya tangu mwanzo, hawezi kujifunza, maana yake hiyo ni kiashiria kikubwa. Lakini dalili kubwa sasa mbalimbali za magonjwa ya akili ya watoto, kwa mfano kwa ugonjwa, mfano kuna ugonjwa ambao tunasema ni wa kuhangaika na kutokutulia. Huu ni kati ya magonjwa mojawapo ya kawaida sana kwa watoto na vijana. Yanakuaje? Mtoto anakuwa yuko darasani, anahangaika, hawezi kukaa kwenye kiti akatulia, anahangaika, anatoka nje, anasumbua wenzake, anapiga kelele, anakuwa akipewa homework au amepewa kazi ya kuandika, hawezi kukaa kuwa makini na kutulia kufanya. Kama kwa mazingira ya nyumbani, kwa mfano ni mtoto ambaye yuko hatulia, anakimbia, anapanda juu ya vitu sehemu hatarishi, labda kwenye fence au kwenye madirisha nyumbani. Kwa mtoto kama huyo anakuwa anapata ajali sana, anashika nyaya za umeme. Kwa hiyo ugonjwa wa kutokutulia na kuhangaika, unaitwa ADHD kitaalamu. Dalili zingine kama za ugonjwa wa usonji, autism. Usonji, mtoto anakuwa hana kawaida. Kama mimi sasa tunavyowasiliana, kwanza tunawasiliana kwa njia ya maneno, lakini kuwasiliana kwa njia ya ishara. Kwa mfano nikisema au kwa kuangaliana hivi, na maana unaweza kunikunjia sura, mimi nikajua kwamba umekasirika. Yes. Kwa mtoto mwenye autism hawezi kusoma hisia za mtu, lakini hana mawasiliano. Kwa maana yake kwanza, sehemu moja kubwa anawezekana akawa haongei kabisa, au ana maneno machache kulinganisha na umri wake, kwa sababu tunajua mfano kwa mtoto mpaka kama wa miaka 5 anaongea kama mtu mzima kila kitu. Kwa mtoto kama tuseme mpaka wa miaka 5 na bado hawezi kuongea au ana maneno machache tu, maana yake, au mara nyingine anakuwa kama bubu kabisa, maana yake hiyo inawezekana ni usonji. Lakini pia mtoto mwenye usonji anapenda kufanya michezo ya kujirudia. Unakuta ni mchezo wake ni huo, labda amekaa tu anachezea mchanga tu, au vigari tu anavipandisha hivi, sijui anafanya nini, au anaenda na kurudi. Anakuwa na vitu kwamba anapendelea vitu fulani, hata chakula pia anakuwa anachagua. Lakini mtoto mwenye usonji anakuwa pia hawezi kushirikiana na watu wengine. Kwa kama kucheza, anacheza peke yake, kama anajitenga. Kwa hiyo dalili kubwa ni kama hizo. Lakini dalili zingine, magonjwa mengine, mfano sasa kwenye yale ya kujifunza darasani nilisema, kwa kuna watoto wanakuwa tuseme mtindio wa ubongo. Kwa hiyo atashindwa kujifunza kwa ujumla. Nimesema zaidi tunapima darasani, lakini hata nyumbani hawezi kufuata maelekezo, hawezi kuelewa kwamba umtume aende dukani arudishe change, hawezi kuvuka barabara mwenyewe kwa umri wake. Kuna mtoto mkubwa tunategemea ataangalia aone gari linakuja afu avuke. Kwa hiyo dalili magonjwa ni mengi.